sababu kila kitu katika dunia ni lazima binadamu afanye. Hakuna njia mbokambati kila siku wewe 24 hours utakaa tu ndani ya msikiti ufanye hivi na hivi bila kujua mke wako yuko vipi, bila kujua familia yako, bila kujua wewe mwenyewe hali yako iko vipi. Ni lazima hali ya maisha utafanya. Lakini akamwambia lau utafanya hivyo basi kila sehemu utakayoenda malaika wako pamoja na wewe. Mbawa zao wanawafunika kwenye amani, hakuna shida itawapata. Kivipi? Mkiwa katika dini, mkiwa mnafuata vile dini inavyotaka, lakini sa'atan fa sa'a. Kila kitu fanya kwa wakati wake, kila kitu fanya vile inavyofaa, hivyo utakuja kufanikiwa. Tumeelewana ndugu zangu? Na Allah subhanahu wa ta'ala asazungumza katika Qur'ani tukufu, wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah, si ndio? Alafu kaendelea nini? Wala tansa nasibaka min ad-dunya, si ndio? Allah anasema hivyo. Na huyu Allah subhanahu wa ta'ala ametuelezea dunia iko vipi. Nani ambaye hajui dunia ni sehemu ya fitna? Nani hajui dunia ni sehemu ya mapito? Nani hajui dunia imebeba balaa za kila aina? Kila mtu anajua, si ndio? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akieleza kuhusu dunia, i'lamu anna al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahun wa zinatun, nani kila kitu akielezea kwamba hii dunia ni mapambo, ni sehemu tu mtakuwa, balaa zitawapata, fitna zitawapata. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hajaacha kuambia msitafute katika dunia, lakini mtatafuta kwa njia gani? Umeelewa hapo? Wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah, lengo lako kubwa focus maisha milele akhirah, si ndio? Lakini wala tansa nasibaka min ad-dunya, usisahau kipato chako katika dunia. Maisha yako ya dunia utaishi vipi? Na hii ndio challenge kubwa kwa sisi youth tunatupata, na I think kila mtu, kwa sababu how do we balance between din and dunya? Tutabalance vipi din na dunia? Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anaaga watu wake, alipokuwa anatuaga sisi vipenzi vyake, katika khutba yake ndefu mwisho alikuja kusema taraktu fikum ma in tamassaktum bihima falan tadhillu ba'dahu abada. Nimewaachia vitu viwili, hizo vitu ambavyo kwamba lau kila mtu mmoja wetu atakuja ashikamane nazo, kila mtu ataweka mfukoni, ataweka moyoni, ataweka mawazoni, atafanya kwa vitendo, atawaza, ataota, basi hakuna mmoja wetu atakuja kupotea kwa vitu viwili kama hivyo. Tunajua nini na nini? Kuna mtu anajua? Hakuna mtu anajua hizo vitu viwili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipatia wasia, kitabu Allah wa sunnat nabii. Najua mwajua mnatawadhu nyingi, mnaona haya. Kwa hiyo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuhusia tushikamane na kitabu chake na sunna za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu gani? Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Lengo kubwa na hadafu kubwa ni sisi kuongoka. Si kitabu ambacho sisi siku hizi tunafanya, mtu anatia earpod zake anasikiliza Qur'an, Sudai, Shuraim, nini, tunaenjoy kusikiliza, tena after hapo like tunasikiliza. Mtu yuko nyumbani anapika, anafanya usafi wake, ameweka kwenye TV anasikiliza, ama anaweka kusikiliza Yasin. Hiyo si lengo la Qur'an. Lengo la Qur'an kusikiliza, kuenjoy, kufurahi kwa kusikia, but lengo kubwa ni kufuata mafundisho ya Qur'an. Sio comfort. Qur'an ni guidance. Inafaa sisi tufuate vile Qur'an inavyotaka. Na hiyo ndio shida kubwa sasa kama inatupata. Hatufuati vile Qur'an inavyotaka. Ingekuwa Qur'an tunafuata vile inavyotaka, basi hizi challenges zote ambazo kama sisi tusipitia tutashinda kubalance between dunia na dini, ingekuwa hakuna. So ni lazima tufanye balance, ni lazima tujue namna gani nyoyo zetu tutajiconnect na Qur'an. Qur'an ikisema imefika time masala, enda musali, enda usali. Imefika time kufanya ibada fulani na fulani, atakufanya, enda ufanye. Anything ambayo inahitajika sisi kufanya, lazima tufanye, ndio tutafanya balance between din and dunya. Tumeelewana mpaka hapo? Vile vile Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akatusia tushikamane na sunna zake. Na angalia hikma bwana Mtume Muhammad rahimahullah zimshikie. Kila mtu yajua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hana dosari, hana dhambi, alikuwa shasafishwa na kila kitu. Mbali kwamba yeye ameshasafishwa kila kitu na kwamba bado anaendelea kufanya istighfar. Na Aisha radhiallahu anha alipofuatwa kwenda kuulizwa, huyu mume wako, huyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wewe unaishi naye, unakula na yeye, unalala na yeye, unamjua zaidi, hebu tueleze
huyu tabia zake yuko vipi, kwa sisi hatumjui yuko nje. Na Aisha alijibu tu kitu rahisi, akasema khuluquhu alquran, tabia yake ni Qur'an. Yeye akitembea ni Qur'an, akizungumza na mtu ni Qur'an, akilala Qur'an, akifanya anything yeye ni Qur'an. Kwa hiyo tayari ndio dalilitosha kwamba sisi kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafanya kila kitu kwa Qur'an. Na haimaanishi alikuwa misikitini kila time afanya ibada, la, akitoka nje akitafuta njia gani atakuja kueneza Uislamu, akitafuta njia gani atamlisha mke wake, njia gani mke wake atapeleka chakula kwa familia yake. Tumeelewana? Na huyu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambaye kwamba alikuwa akiishi na Qur'an. Na vile vile katika ile life yake ambayo kwamba alikuwa akiishi nayo, akatufunza sisi tuishi na sunna zake. Sunna zake ni vile yeye alikuwa akifanya, vitendo, maneno, kila kitu. Tukitaka kufanikiwa, kila mtu yajua sunna za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kila mtu yajua vitu gani vinahitajika sisi kufuata. Tukitaka tujue namna ya kubalance between dunia and din, basi ni lazima tushikamane na hizi vitu viwili. Ni lazima tushikamane, si khiari. Hatuwezi sisi kufocus na kitu kimoja, tufocus na dunia peke yake, haitowezekana. Tutakuja kukhasirika. Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakuja kuulizwa maswali. Lazima tubalance, tujue hali gani tutamfuata Allah subhanahu wa ta'ala, at the same time tujue namna gani tutajifunza. Tutaenda kwenye masomo, tutafanya kazi tupate kipato, tuangalie familia zetu, tuangalie watoto wetu, wake zetu na kila kitu. Vile vile tunafaa tujiulize, after sasa tushajua, tumeambiwa tuachiwe, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia tushikamane na kitabu na sunna zake. Sasa tutafanya vipi hizi vitu? Umeamka asubuhi, first of all uko na 8 hours umeenda kulala. After kulala una 8 hours, either uende kusoma au uende kufanya kazi. Uko na time ya kujitayarisha, uko na time ya kusafiri kutoka sehemu uliko mpaka kwenda sehemu unaenda kufanya kazi ama kusoma. Yani almost 24 hours wewe uko busy tu. Una time like kusema 1 hour kuna kusali zile sala 5 za faradhi. Like ni muda mchache sana mtu anajitenga kusema wacha sasa hivi mimi nifanye adhkar, wacha sasa hivi mimi nifanye hivi na hivi. So mtu anaingia stress. Je, niwache dunia nikae tu msikitini niswali, nisome, nidale, nifanye i'tikaf kila kitu, ama niwachane na hizi vitu mimi ni focus na dunia tu? Hiyo ni stress ambayo tutakuja kujiuliza. So ili sisi tu balance, lazima tujue namna gani tutafanya hivi na at the same time huku pia tutakuwa tunafanya anything ambayo kama utaenda kufanya. For example, tuseme umeamka asubuhi, unafaa ufike by 8 university. Ile njia ambayo kama unaenda hapo njiani, uko kwenye gari ama watembea, kuna vitu vingi vya ibada unaweza fanya. Lakini sisi tunaweza kuwa tunajisahau time kama hiyo. Either tafikiria niko na proposal sijapeleka sehemu fulani, niko na report sijaandika, kesho niko na event nasubiri, sijabook ticket, sijafanya hivi, kuna mtu fulani sijamjibu message. Tutafikiria vitu vingine tofauti of which tunaweza kuipatia time vitu kama hivyo tukafanya. Uko njiani unaleta istighfar zako, unamsabih Allah subhanahu wa ta'ala, unamsalia mtume. Na wajua uzuri wa hizi vitu vote si eti unayefanyia ndio yafaidika, la, wewe unaifanya unafaidika. Imagine unatembea unamsalia bwana Mtume Muhammad rehma na amani zimshikie. Unafika kule wewe mfano ni daktari unasoma medicine, hauelewi lecture anafundisha, hauelewi chochote, lakini kupitia sala ya Mtume Muhammad rehma na amani zimshikie unafika pale unaona kila kitu, mashaallah leo zinaingia vizuri. Umefika pale unaona hesabu zingiliana. Unafika pale wewe ni mnasemaje accountant? Mhasibu. Hauelewi hivyo. Sasa unafanya hizo mambo yako kidini, unamsabih Allah, unafika pale unajua uko kwenye amani. Unaelewa, unatoka pale unaendelea kufanya ibada zako. So ni lazima uifanye life yako na ibada. Utaenjoy vizuri sana. Umetoka zako nyumbani, umefika nyumbani, unataka kusafisha nyumba, unataka kupika, ama mfano hostel yako ni chafu unasafisha, unajitahidi kujitayarisha vizuri huku unafanya mambo yako ya kidini. Kama hata huwezi kuzungumza ama kufanya kimoyo, weka hizo sasa tena kusikiza Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anakufungulia mambo yako. Vile vile ni lazima tuwe na itqan katika amali zetu. Ni lazima tufanye vitu vyetu best kwa njia ambayo kama ni mzuri kabisa. Kwa sababu tukitaka sisi kufanikiwa ni lazima tumuoneshe Allah subhanahu wa ta'ala sisi tuko ikhlas na matendo yake. Tuko na ikhlas katika ibada zake ndio tutakuja kufanikiwa. Lakini kama sisi tutafanya tu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema
usiposwali utaingia motoni, ama usipofanya hivi na hivi hauna thawabu, ama usipofanya hivi na hivi wewe ni sawa sawa na kafiri, then hapo tutakosea. Ni lazima ukifanya ufanye kwa itqani, kwa ajili yako wewe mwenyewe, mbali na yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusifanye kwa sababu ni amri, tusifanye kwa sababu ati ni lazima tunahitajika kufanya, tutakuja kufanikiwa katika maisha yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, makaka zangu na madada zangu, tujitahidini inshallah katika mambo kama haya. Nikimalizia, vitu muhimu ambavyo kwamba sisi tunafaa kuzingatia katika siku zetu zote, kila siku unapoamka mpaka unapolala, vitu vya kuzingatia ni swala. Hakuna jambo zuri na la kheri kama kuswali. Kuswali inatufungulia milango ya kheri ya kila aina, na yale milango yote ya shari yenye mashida na dhiki Allah subhanahu wa ta'ala anatufungia. Imagine wewe umeamka asubuhi, umeswali kwa jamaa, after pale umeondoka, umeleta zikari zako, umesoma Qur'an, umeenda zako, umepumzika, imefika time yako ya kutoka, umetoka kwenye kazi, umerudi, imefika time ya dhuhuri, umeswali kwa jamaa, umaliza. Imagine utafeel aje ile siku kama hiyo. Alafu imagine ile siku umekosa jamaa zote, unafeel aje katika moyo wako? Utafeel tu kuna tofauti. Kumaanisha umuhimu wa swala. Wacha jamaa, ndugu zangu Waislamu, hata ukakosa jamaa, make sure ile swala umeiswali, imekupita ilipe. Usikubali rahisi swala ikuache. Tusifanye jokes na swala kabisa, ndugu zangu Waislamu. Tuko kwenye safari ama shida imetokezea njiani, emergency, make sure swala ile kupita unailipa. Bila swala hatuwezi kufanikiwa, hiyo ni ukweli. Na tusiangalie wenzetu, lakini yule ni tajiri, maisha yake yanaenda vizuri, yuishi vizuri, wala vizuri, kipato chake ni kizuri na you enjoy kwenye maisha yake, na mimi ninayeswali sina pesa, sijui hata nitaenda kupeleka nini nyumbani. Tusijifananishe. Tayari sisi kipato chetu kizuri chuko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumepata duniani ahlan wa sahlan. Tumekosa, tumwachie Allah subhanahu wa ta'ala, kuna njia nyingi za tupatia. Kitu cha pili ni nia. Lazima tuwe na nia safi. Mimi nasoma, sisomi kwa ajili ya kujulikana. Sisomi kwa ajili nikimaliza ndo nipate pesa kupitia nini. Tusome kwa ajili ya sisi kufaidika na kufaidisha umma. Hizo vitu vingine vyote mimi mtakavyokuja iwe ni sawa peke yake. Umepata pesa, umelipo salary at the end of the month, chukua hiyo pesa, ni kusomesha watoto wako, ni za matibabu, ni chakula katika budget zako, hiyo ni sababu. Lakini weka nia nzuri katika kazi yako. Wewe wasoma, wataka kwa mtu fulani na fulani, sema mimi nasoma udaktari, nikimaliza kila wiki siku moja nitaenda kutembelea wagonjwa ni watibu bure. Kila hivi nitafanya hivi na hivi, hivi na hivi. Mimi nimesoma IRE, nimesoma Kiswahili, nitaenda kuwafundisha wanafunzi siku moja, niwapatie faida bure bila malipo yote. Nimefanya hivi na hivi. Yaani weka nia nzuri katika kazi zako. Weka nia nzuri katika masomo yako. Mimi nasoma nielewe, nifaidike katika maisha yangu. Hapo tayari ushabalance, wafeel kabisa nia yako mzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umefanya dunia, umesoma, na at the same time umefuata vile dini inavyotaka. Tumejaribuni kusoma Qur'an kila siku, hata kama ni page moja. Ndugu zangu, madada zangu, niko sure kuna watu siku 3, siku 4, wiki, mwezi, mwaka hata hajui ameshika wapi Qur'an. Kama sisi siku ni siku 2. Tujaribuni hata kama ni page moja, hata kama ni aya moja tu. Patia time, soma Qur'an, jifundishe kitu katika Qur'an. Ni muhimu sana. Tutaishi vipi maisha tukisema sisi ni Waislamu na hatujui kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Itakuwa tunajidanganya. Itakuwa hatufanyi yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutoeni sadaqa. Wacha zile michango, sijui haya leo tuendeni hapa na hapa, hapana. Toa ile sadaqa leo, mimi mama amenitumia 10,000, hii ni pocket money yako. Sema mimi natoa 500 leo, naenda kumpatia mtu kwa siri yako peke yako. Wacha ile mnafanya pamoja ambao kama ni mzuri pia zaidi, but sema wacha mimi sahihi nifanye sadaqa fulani niweke. Ama nunua msahafu, wacha katika msikiti fulani, peleka sehemu fulani, mtu asome kila siku, atafaidika kupitia wewe. Hata ukifa amali yako inaendelea, si ndio? Kitu ya mwisho tujitahidi katika jambo lolote lile ambalo kama sisi ni ilmu, ni vitendo ambavyo kama sisi tumegain katika maisha yetu, aidha kupitia Allah subhanahu wa ta'ala, of which kila mtu, hakuna jambo lolote zuri ambalo kama walipata katika maisha isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala umafikia. Lile lolote utakalolipata, make sure watu wanafaidika kupitia wewe. Tuseme wiki mara moja, sema wacha mimi naenda hospitali kuvisit mtu tu mgonjwa mmoja, muangalie shida yake, pale una uwezo kumsaidia. Kama hauna uwezo, muombe dua, ufeel na wewe kidogo uko pia katika maisha, ama umpatie hopes yule mgonjwa.
ama hata kama si mgonjwa, ni maiti amekufa, unaenda kuna attend janaza, unaenda kuzika, ama unaenda makaburini kumwombea dua, ama anything ambayo kama ni khair, ambayo kama uko sure kila wiki mimi nitajitahidi kufanya, ndio uone kwamba unaendelea katika maisha yako. Kwa hiyo inshallah naona nishamaliza. Tujitahidi ndugu zangu Waislamu katika kufanya mambo ya khair. Haimaanishi tuipatie zuhudi dunia, hatuna njia ya kuipatia zuhudi. Ni lazima tutaifuata dunia, lakini tujue kwamba tutakuja kuondoka hapa duniani. Tuichukulie hii dunia ni maisha tu ya kupita. Tuchukulie tu kuna leo na kesho. Tuchukulie kama mimi nataka kuishi duniani, malengo yangu kubwa na faida yangu kubwa nipate mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakuja kuenjoy katika maisha, tutafeel like at the same time sisi tunasoma, tunaenjoy, tunatembea, explore, tunafanya everything. Vile vile tunafanya huku tunamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakuja kutubarikia katika maisha yetu. Kama nimezungumza sana mtanisamehe, kama nimezungumza kidogo nimepata tawfiki Allah subhanahu wa ta'ala, na pale nimekukosea najua kuna watu vidogo watakuja waelekeze vitu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.